Amina. Yuko hai kiroho, kwa sababu ndani yake kuna uamsho wa ibada, ndani yake kuna hamasa ya ibada, ndani yake anatamani ibada, kama Daudi alivyosema, ninatamani muda wote nikae nyumbani mwa Bwana, ni utafakari uzuri wa Bwana, ni uangalie uzuri wake. Alikuwa anatamani kukaa kanisani. Huyo mtu alikuwa ana bubujiko, alikuwa hai kiroho. Lakini mtu ambaye hayuko hai kiroho, kwanza ukaa kanisani ni mzigo, ni shida, ni usumbufu, unapoteza. Yaani mtu ukipoteza uhai wa kiroho, hautatamani kwenda kanisani. Soma neno la Mungu kama yaani hata usumbufu. Kuna watu tunasaidiana mpaka kuombea chakula. Chakula kikiwekwa hapa, haomba tu. Mbona mimi jana niliomba? Kila kitu ninaomba. Yaani wanasaidiana mpaka kuombea chakula. Yaani maana yake yaani kuomba tu, yaani naona ni usumbufu. Yaani kama vile wanakutunja sana kwamba kila siku niombe nini? Si wananitunja. Unakuja kuomba. Jamani, kama huwa mnasingizana kuombea chakula, mbona mnanipigia simu na kuja kuombea? Ukiipisha mnanipigia simu. Kwa sababu hiyo kwangu ni fursa. Leo unaponiambia kuomba, hiyo kwangu ni fursa. Mnaposingiziana mpaka kuombea chakula. Yaani maana yake yaani kiu ya kuomba ndani yako haipo hata kidogo. Hakuna bubujiko ndani yako. Mtu mwenye bubujiko haambiwi kuomba. Yaani mtu aliye na bubujiko la kiroho, huwezi kumwambia kuomba. Huwezi kumwambia aombe asimsikie mwingine. Huwezi kumwambia aombe akalalamika.